Kutoka 16. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Aroni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitayanyeshea ninyi mvua ya mikate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya 6 ya kwamba watayaandaa hayo watakayoyaleta ndani, nayo watakuwa ni mara 2 kuliko wayokotayo kila siku. Musa na Aroni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia Bwana, na sisi tu nani hata kuwa mkatunung'unikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkakinai, kwa kuwa Bwana asikia manung'uniko yenu mlionung'unikia yeye, na si tu nani. Manung'uniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Musa akamwambia Aroni, haya sema na makutano wote wa wana wa Israeli jioni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameyasikia manung'uniko yenu. Ilikuwa Aroni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Haya sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mikate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni kware wakakaribia na wakafunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kidogo kama sakitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akamwambia, ndiyo mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hilo ndilo aliloliagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa kitu kwa ajili ya hao walioko hemani mwenu. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia, mtu awaye yote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake. Na hapo jua lilipokuwa ni kali, ikanyeyuka. Basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakacho
mtakachooka, na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jitukeni kilindu hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyoagiza, nacho hakikutoa uvundo.